Farodhi TV, wega umagana mushie. Welcome to Cool Palace bnbs, your gateway to comfort and convenience. Discover fully furnished apartments strategically located near malls and major roads, including Ruaka, Thika Road, Kiambu Road, and Sosian Estate. From cozy studios to spacious 3-bedroom apartments, we have the perfect stay for you. Need an airport transfer? We've got it covered. For inquiries, visit our offices at Muthaiga Square, first floor, Wing C, room 110. Cool Palace bnbs, where every stay is a blend of luxury and ease. We hau na ni uraka nyumba yaku ona kana cia gukomborithia. Nyumba tuthimiti na tiles tu, geria terrazzo umuthi. Nijue ni ureyuria ici cirahuthika ku. Ndukamake, tui haha ni undu waku. No uhuthire terrazzo kugemia countertop cia riko, stairs, floor cia bafu, ona kana kwandika ritwa na logo ya biashara. Guku kwa Express Terrazzo Center tuina material ciothe cia guthondeka terrazzo. Material ici ni ta thimiti wa white na iria ya kawaida. Tuina polish, HCl acid, black and white strips, bao iria non-slip, brushes, misumari na ingĩ nyingĩ. At Express Terrazzo Center, we have 3 different colors of terrazzos. That is white, black, and cream. Each color has 2 sizes. That is 3/16 and 1/4. We also have flower terrazzo for your decoration. Kwere meja wa Nairobi, turakurehera o nginya hari uri. Wona wagura material ici, tucoka tukagwikirira na thogora mubacirire biũ. Tucerere haha Ruiru bypass Kamakis, hakuhĩ na RFH Hospital, kilomita 3 kuma roundabout, kana waranĩrie na ithuĩ kugerera 0798 333 000. Express Terrazzo Center. You dream it, we fix it. Siku moja Yesu alinichukua akanipeleka mbinguni. Siku ina tunaenda tusielewi tunaenda namna gani, tukaenda mbinguni. Nilijua ni mbinguni kwa sababu nilikuwa nimetumwa na Mungu Baba. Ninajua watu wanasema hauwezi kumwona Mungu Baba, hauwezi. Hiyo sasa ni vile Mungu, ni vile utajipanga na Mungu wako, lakini nilikuwa nimeitwa na Mungu Baba. Kabla ininue alikuwa ameniambia nikanyage step remover. Step remover nikaleka kitu kadogo. Hata nikashindwa. Step remover na uzito wangu sijui. Lakini sasa sababu ni amesema sinifanye hivyo. Nikakanyaga step remover. Ilikuwa tu kwa floor, sijui ilikuwaje kwa floor, lakini unajua saa nyingine ukiwa na watoto iko hapo kwa floor. Nilikanyaga. Hiyo step remover ikawa kama vile stapler. Wala unajua stapler, ukitaka kuweka staples unafungua hivi na kwa ndefu, alafu naweka staples. Sasa ikajifungua hii step remover, ikajifungua hivyo. Nikawa nimekanyaga hapa juu kwa step remover. Ndio sasa hizo bars zilikuja, ikanichota kutoka kwa step remover. Nikainuliwa zikibadilishwa. Hapo nikafika mbinguni. Kufika mbinguni hivyo ni mara nyingi sana, hiyo ni moja. Sasa tukaenda hivyo, nikawa nimefika huko. Huo wakati ndio nilikuwa nimeitwa na Mungu Baba. Wakati mwingine nilikuwa naomba, nikaona mbingu zimefunguka, nikawa namwagiliwa dhahabu nyingi na kuja na namwagiliwa. Kwenye hii dhahabu kumbe kulikuwa na malaika. Hao malaika wakaanza kunipass. Naona kama vile watu wa mjengo wanapass ile kara ya kokoto hivi. Sasa wakaanza kunipass hivi, wakinipass hivi mpaka nikafika mahali kama hapa hivi mbinguni. Nikafika hapo nikaona miguu za Yesu ndio hizi. Na nikaona ile shimo ambapo alipigwa msumari. Na yeye mwenyewe akanivuta hivi nikaingia ndani, akanivuta hivi nikaingia ndani yake. Wakati wote naendelea kufunzwa na Yesu, anaendelea kunifunza, ndio ananipeleka huko, ananipeleka. Nataka niingie, ndio siku moja aliniambia, nataka nikupeleke kuzimu. Mimi nasikia watu wakisema kuzimu kuna harufu. Nikawa mimi sijapendelea sana kwenda kuzimu. Lakini sijamwambia sitaki kwenda kwa sababu tulikuwa tumeenda mbinguni, tumeona. Akaniambia twende. Tukaenda chini kabisa. Tafarire no ni ya kwirorerwo ni mundu wothe. So murori wa Farodhi wa Thayo TV ndacokia ngatho muno makiria mahinda-ini maya. Thengiũ niwe ũratũrũmĩrĩra wĩ Kenya
they all the handle ya rumakona ciothe cia kuria UK, kuria Germany, kuria Australia, kuria Turkey, Israel, kuria Italy na matura mothe thiini wa thĩ, Germany, Sweden, Switzerland, South Africa, kuria Djibouti na matura maria mothe. Karabisheni ino itu iroragirwo gacokia ngatho. Thengio ni we urenda go subscribe, we utara subscribe ite, make sure no subscribe nigetha ukorwo ri umwe wa aria maraturumirira na njira nene muno makiria. Riu ndikire haha na muthenya wa muthi ndi na mugeni uyu ndaiguaga Gikuyu na ndangihota kwaria Gikuyu, koguo wona ndarikia gwika maundu maria njikaga haha ngiambiriria tukuingira thiini wa language ya Githweri kana Githungu itanjire moya gutigirira rugano ruru rutina kuhatuka nigetha ndirakuria ndigucocagira kundu guothe gutigirira ati kindu kiria ndirona kina uteithio hariwe nikihota gukinyira on time. Kumugeni witetagwo Elizabeth Saidimu na niukorwo akingira haha ndagika itari konaya na ino horo mwingi muno makiria na kindu gigwitwo Heaven Experience ya miaka 6 gatagate ka maundu mangi maingi muno ana neyo 50 akienda kuingirio kwa ngoma gatagate ka maundu mangi maingi kwa gitutariria turi haha thiini wa Farothi wa Thayo TV. No wega nyambe nguririkania ati we muigithia ni njira na igithia muno makiria no hari kindu ndirenda wigithie na kio itoi kana dwigwika ati tondu handu hau heguthira ongikuheaga ndeto ici na rimwe ningenaga ni gukorwo na handu ta hau tondu na handu very prime nije nigwite horo wigie Konza International Techno City. Koguo hena project radio ni Maryland ihutitie Konza International Techno City iria turaruguririe kinya kimwe gihituku iria radio milioni 2 kuri mundu wa cash kuri mundu wa kuriha o kahora 2.1 million acoke igirire deposit ya shiringi 300 icio ingi arihe kwa mieri 6 ucio wa cash araheyo mieri 3 akorwo arikitie kuriha na kesho wa installment akaheyo mieri 6 koguo kiria ni guguteithia na go advice kungihotekeka wike mituki broadcastation of 58 peke yake andreciria kwa ihinda riri ndiona to divide view koguo na niguo no wiki mwe thiru koguo ni ngwenda wiheke otherwise wahota kuhatukirirwo mundu witu na ndingendo hatukirirwo ni ugwati munene muno makiria. Aya na beno uke inbox gwikirie mafu na details iringi ciothe ugubatara cia kundu ku niye mwenyewe ni ngukunengera sawa. So 0798 008 008 0798 008 008 dikwenda kuriganirwo ati andu megwitwo Express Terrazzo Center na hardware haria bypass ati marataigana na mundu ucio wahura broti maka make sure mundu ucio akorwo ni gubatara gwika niyo megekira gwake terrazzo no anyito horo ucio koguo wewe ugurite kia na ni uraka flat roof ni uraka bungalow mansionette mukawa kanitha kiganda ona kana apartment na ndiracaria mundu wa gwikira terrazzo tamakano mangihota gukurutira wira ucio na bei bacirire wira wao quality njega ni marakwenderia materials genuine magacoka magwikira installation uria kwagirire na kungikinya wena fundi waku wa gukuinstallera no makwenderia materials na matirakurihia kindu gigwitwo delivery mena rori ya were rariuga county to county gikaga maundu macio mothe na baadhi mwire kumahurira me haria bypass wahetuka kama kizo hetuka RFH me hau mbere na bayo ni 0798 0798 na wa mahuriro mere umete gwa Farothi TV kana waigwirire guku ni ukuheo discount ire we urafatara ndikiririe na we urafatara safe box ya kuiga documents, title deed, logbook, birth certificate na indo icio thongenda kuhitha itikae kurirwo kurio ni mbia kuhia ni mwaki kuyuo kindu kiwa ikia hau gi safe no uraigwo horo wayo wina chabigiri na ina digital lock ina hadurekira password koguo gutiri mundu ungi interfere nayo no anyito horo ucio toya na benoi warie nao nigetha nyamu ya gukinyire umenye muigana wayo cina sizes tofauti umenye rima mbeca cigana na ugikirwo delivery 0798 008 008 sawa aidha tihega nigukaribishira mugeni wakwa etagwo Elizabeth Saidimu karibu sana. Elizabeth asante. Na sijui niseme Pastor Elizabeth sijui ni pastor ama ni reverend ama ni
Apostle Elizabeth. Oh, I have a friend of mine anaishi kule US anaitwa Apostle Elizabeth Itegi. Okay. Ako kule sijui ni Seattle ama ni California ama ni Georgia, but ako kule US, rafiki yangu sana na anakuja Kenya by the way. So nafurahia kusikia Apostle Elizabeth mwingine. Yes, karibu sana huku kwa Farodhi wa Adhayo TV. I understand you are a Kenyan, but hata Kiswahili saa zingine inakupita pita kidogo. Kwani umezoea kuongea Kiingereza kila siku? Nimezoea kuongea Kiingereza kwa sababu niko na nimeolewa kutoka pande nyingine. Na hiyo lugha bado sijaishika vizuri. Kwa hivyo ilibidi nijaribu nikienda kwa Kiswahili wale wanajua Kiswahili nyingi sana. Kwa hivyo mwishowe mzee wangu alikuwa ananiambia hiyo umeongea ni makosa, hiyo umeongea ni makosa kwa Kiswahili. Kwa hivyo nikaona afadhali nikae kwa English. Ngoja. Unajua wale watu tunajua wanajua Kiswahili vizuri hapa Kenya sana sana ni wa coast. Na ukiongea mahali mkosta ako yenyewe itabidi uongee lugha nyingine. Ikiwa hautaiongea ikiwa sanifu, basi itabidi we change kabisa. Kabisa. Because them they are very eloquent, wanakijua Kiswahili. Hata kule unajua tuna border Tanzania. I know. Kwa hivyo Kiswahili kikakuwa kimeshika sana. Na sasa kama siwezi kukielewa kukiongea vizuri, nikaona ni heri kwanza ninyamaze. Lakini unakaa kukiongea vilivyo, sijui kwa nini ukaamua kuingia kwa wazungu. Unajua like huwa nahubiri kwa Americans online. Na nikawa nimesafiri kule kutoa testimonies zangu. Kwa hivyo hiyo sasa ikanipush kwa hiyo English tena. Maana wao wanapenda Kiingereza sana. Ni Kiingereza tu, hakuna lugha nyingine. Lakini wanafanya hapa hatuangalii usanifu wa Kiswahili. Kwa hivyo tunaweza kiongea vile vyote vile utataka. Basi nitakiongea hivyo vyote. Yes. Karibu sana hapa kwa Farodhi wa Adhayo TV. Maybe you can use this camera usalimie mtazamaji. Yes. Mtazamaji, majina zangu ni Apostle Elizabeth Saidimu, na ninafurahi sana kuwa hapa kwa maana najua tutakayoendelea kutoka sasa kushare yatatusaidia kila mmoja wetu. Yes. Kwa hivyo karibuni, muangalie na msisahau kuuliza maswali. Okay. So unajua nashindwa nitaanza wapi? Maana we are talking of like I don't know. Sijui nianze kutoka utotoni kwanza tujue Apostle Elizabeth ni nani kwa kifupi. Maana najua ukianza kutuambia kutoka utotoni pia ni itakuwa ingine mrefu tena. Exactly. So maybe tungetaka tu kujua mahali umezaliwa na vile ulivyo soma angalau kwa kifupi tu. Alafu kisha tukimaliza hapa sasa tuingie kwa the main story. Okay. Mimi ni mzaliwa wa Machakos. Nimezaliwa Machakos lakini nikasoma Nairobi from age 6. Okay. Kwa hivyo niliingia shule Nairobi. Nikasoma primary school, nikasoma secondary school, na baadaye a little bit later nikaenda Daystar University. Nikafanya degree ya business administration na nikafanya masters on the same degree on the same line, kwa sababu ni hivyo Yesu alinielekeza. Kwa hivyo ni mchungaji aliyesoma. Ndio. Najua kuna watu husema mchungaji hahitaji kusoma. Sometimes kisha ito na Mungu basi. Yesu aliniambia tunakuja jinsi tulivyo. Tukishafika kwake ni yeye anajua. Kama jinsi alivyomtuma Paulo, anatutuma sehemu tofauti. Kwa hivyo ni yeye ana adjust mtu. Ni anaweka mtu ile sehemu anataka. Kama umekuja kwake na anataka uwe na msomi, anakupeleka kwa masomo. Kama anataka ukae hivyo, unakaa hivyo. Kama anataka kukupunguzia, anakupunguzia. Ndivyo sasa anafanya. Okay. Kwa hivyo yeye aliamua usome. Yes. Bas. So kutoka hapo after kumaliza masters tayari ulikuwa msichana mdogo ama bado? Hapana, nilikuwa kabla hata nifanye nilikuja nikaajiriwa na bank. Nikakaa kule kwa bank for 28 years. Which bank? Cooperative bank. Cooperative bank. So ulikuwa banker. Nilikuwa banker. Kana nikasoma banking. Na ukiingia banking sasa. Initially nilikuwa nafanya accounts.
outside before niingie kwa bank ile wanaita CPA. CPA sasa nilipoenda kwa bank ikakuwa sasa lazima niweze kujifunza mambo ya bank because accounting now banking and accounting are different. Kwa hivyo nikaanza kufanya banking, which now teaches you what a bank is, what money is, hiyo sasa ambayo ni tofauti na accounts. Ulifanyia branch kadhaa ama ni ulifanyia wapi? Interestingly, Yesu ni waajabu. Nimekuwa tu hapa Nairobi kuround, niko tu hivi hapo. Watu wametumwa Murang'a, wengine wametumwa Kisii, wengine wametumwa Meru, tuliajiriwa na wao. Actually mimi nikiajiriwa walikuwa nafungua branch Nakuru na sisi tulikuwa tunakuwa prepared kwenda Nakuru. Lakini sasa nilikuja kujua kwamba Mungu hakutaka niwe mbali, alitaka niwe tu hapa. Kwa hivyo nimekuwa tu head office na industrial area, Steamer Plaza, back to head office. Nikimaliza nimekuwa tu head office. Ulitoka lini COP? COP nilitoka 2011. 2011. Yeah. So even the current administration huwezi wajua hata kidogo. Maana wengi ni marafiki zangu. Lakini sasa si unajua tulikuwa tunajua na CEO bado. Tulikuwa kwa fellowship ambaye tulikuwa tunaomba na CEO akiwa na mambo yale anataka kufanya na Twitter anatueleza alafu tuingia kwa maoni. Alright. Yes. So kwa hivyo banking ilikuja mwanzo kabla haya mambo, kabla ya kuwa mchungaji. Banking ilikuja mwanzo kabisa. So was it before you went to Desta University ama it is after? Banking. Ukifanya business administration, was it before banking ama during the process of banking? Ilikuja during. I mean, niende Desta ilikuja during haya mafunzo sasa nitakayoelezea. Alright. During the same time because aliniambia yeye mwenyewe. Yesu akaniambia anataka nifanye niende shule. Na katika tuseme kwa ndoto kulikuwa na mkutano ya watoto na wazazi wao wale hawajamaliza shule. Unajua anajua kumaliza shule ni nini. Mimi kumaliza shule alipoitana huo mkutano mimi nikakumbuka nikaenda na my mother. Tulienda kwa huo mkutano tukawa tumepanga laini. Tukipanga laini mimi tulifika laini yetu tukasimama mbele ya deski yake. Hii mambo very interesting. Alafu akamuuliza mama, kwa nini huyu hakumaliza shule? Mama akamwambia yeye ni mtu mzima sasa anaweza kujielezea. Mimi nikasema hakukuwa na pesa. Hakukuwa, tulikuwa wengi, tulikuwa 9 na ikawa saa hakuna pesa ya kuendeleza mtu. Ndio aliingia kwa drawer akatoa small bag ile kale kamfuko kama kale kina mama zamani walikuwa wanafungia pesa kakitambaa alafu anafunga. Akatoa kalikuwa maroon akanipatia akaniambia rudi shule. Of course sasa ukiamka hiyo bag hakuna but unajua iko hapo kama umejua ya mambo. Sasa nikarudi shule. Ndio sasa akaniandaa kwa hayo. Haya, sasa umetumia neno nzuri sana. Yesu akaniambia. In a world whereby Christians are doubting other Christians. Ukisikia mtu anakuambia Yesu aliniambia unashindwa. Kwani huwa anaongea? Kwani huwa anaongelesha akina nani? Kwani anaongea wakati mgani? Nitajuaje akiongea? So maybe in your process of explaining or giving us your testimony, it is always good also to advise us on how we should know Yesu anaongea. Anaongelesha akina nani, wakati wake ukifika wa kuongea nitajuaje? And that's why so many people are assuming so many testimonies because they are Christians but they don't believe in how God speaks. Mungu anaongea kwa njia nyingi. Njia moja anaweza kuongea kwa circumstance. Circumstance unakuta una jambo unataka kulifanya lakini ujue ufanye namna gani, anafanya kuwe na circumstance kitu fulani kifanyike. Anaongea na hiyo njia. Anaongea pia kwa kutuma manabii. Anaweza kutuma nabii, anaweza kutuma mtu ambaye ulikuwa umekwama kwa jambo ama mhubiri mwingine ahubiri tu alafu yeye mhubiri akatumiwa kwa ajili yako ukafanya nini? Ukapokea. Ukishika utajua ni mimi ananiambia. Watu wengi wanasema hiyo message ilikuwa yangu, hiyo message ilikuwa yangu, lakini kuna yule ambaye message imetumwa kwake.
Kwa hivyo Mungu anaongea na hiyo njia. Anaongea pia kupitia malaika. Anaongea kupitia malaika. Anaongea kwa ndoto. Anaongea kwa ndoto. Anaongea kwa sauti ukaisikia tu ukamjua ni yeye. Na tutajuaje ni yeye anaongea? Utajua ni yeye anaongea kwa maana haya maneno yote atakuwa kilete yataambatana na Biblia. Itakuwa sasa ukisoma Biblia na vile umeambiwa iko sawa. Unajua wakati mwingine anashangaa watu wanadanganywa, wanapewa unabii ambao haupo. Lakini kabla Yesu amtume mnabii atakuwa ameongea na wewe. Okay. Kwa hivyo mtu akiwa anasikia kutoka kwa nabii na mwenyewe hajaambiwa na Yesu, hiyo sio ukweli. Okay. Wow, nataka sasa tuanze mahali your testimony imeanza. Okay. Right from your journey to heaven. Yes. Because I think that's where everything begins. Yes. Okay. Wakati Yesu alianza kunipeleka mbinguni, akanipeleka kuzimu, ilikuwa ni wakati mmoja ameletea msichana wa kazi. Msichana wa kazi huyu nikaona ni mdogo mno kwa sababu alikuwa yani ni mdogo kwa kimo. Lakini nilipomuuliza nikasikia kwa 21 years. Nikajua huyo siwezi kushikwa kwa sababu nikifanya naye kazi. Huyu msichana ametoka Tanzania. Na kwa sababu sisi we neighbor Tanzania, huwa tunachukua tunapata wasichana wao kwa sababu wakati ule walikuwa na tabia na nidhamu kushinda wasichana wa kwetu. Kweli. Ukimchukua huyo anaweza kukaa na wewe hata 10 years. Ndio anakaa 5 years, akitoka atakutoka akienda kuolewa. Kwa hivyo ni wasichana wazuri walikuwa. Kwa sasa hivi sijui kwa sababu nilimaliza kazi ya kulea. Huyu msichana akaletwa. Nikaona ni mdogo. Nikaongea naye nikakuta yeye hajaokoka. Na nilikuwa naishi na relative wangu ambaye ni msichana alikuwa amaliza form 4. Nikamwambia tulikuwa tunaishi na huyu mwingine amekuja. Nikamwambia nataka mchukue nafasi kila siku mfanye kusoma Biblia na muombe masaa 2. Okay. Kwa sababu tulikuwa sasa tumeokoka, tunajua mambo yote, tunasoma Biblia. Basi msichana alikaa kwangu na baada ya mwezi mmoja wakaniambia ako tayari kuokoka. Okay. Msichana nikamwombea wokovu. Nilipomwombea wokovu, naendelea sasa. Ndio siku moja nikakuja nyumbani nikaambiwa amelala, ni mgonjwa. Nikasema amrisho kwa sababu wasichana wadogo hiyo umri wao hawakuwa wagonjwa unless nikamuuliza ni nini shida. Mara moja akaanguka chini. Nikaona hapo sasa sikuwa najua ya mambo. Ameanguka sijui kama ni kuzimia, najaribu kumpepeta kule. Sasa kuna yule mchungaji alikuwa ananisaidia ambaye ni yeye alinifunza mambo ya kiroho. Mimi nilikuwa tu sijui. Huyu msichana tukajaribu kuona tukaongea. Basi hapo mchungaji akaniambia, nikampigia simu. Nikamwambia pastor, msichana wangu wa kazi tulikuwa tukiongea akaanguka chini. Akaniambia siku nyingine akianguka muulize wewe ni nani. Akianguka hivyo muulize wewe ni nani. Basi ile ilifanyika, alianguka tu tena. Nikamuuliza wewe ni nani. Hapo ndio tulianza kupigana. Sasa ako na mapepo huko, najifunza kazi ya kupigana na mapepo sijui, lakini aliniambia, Yesu akaniambia, nataka watu wajue kwamba Yesu huongea, ataongea na wewe ukikuwa unataka kusikia sauti yake, ataongea na wewe. Akaniambia, Yesu akaniambia, huyu msichana si msichana ila ni mimi. Akaniambia nimemleta huyu msichana nikuwe nikikufunza kumtumia yeye. Kwa kukufunza yale mambo nataka kufunza, kuna kazi nimekupangia. Basi nilikuwa nakuja, si nimekwambia nilikuwa nimeenda shule. Sure. Natoka kazini 5, nafika shuleni natoka huko 8, nikifika 9 nikifunguliwa tu gate niingize gari, msichana ananiambia namuuliza how was the day? Umeshindaje? Vibaya sana. Wala? Vibaya sana. Siku hiyo nimekuta amesukwa lines na mapepo. Amesukwa nywele. So nikamuuliza amesukwa lines na mapepo.
By the way, mapepo ana kazi nyingi na roho wa Mungu naye ana kazi nyingi. Sasa hapo ni ujipange, unataka kuwa upande gani? Unataka kuwa upande gani? So akiniambia kazi, akiniambia nimeshinda vibaya sana, hiyo siku najua kazi itakuwa. Kwa hivyo huyu msichana alikuwa anashikwa na mapepo. Tunapigana, anapanda, anaenda na flash kila choo, ana flash choo, anafungua taps zote, anakimbia, anaingia under the bed. Tunapigana muda mrefu. Hapo sasa ndio Yesu anakuja. Watu pia wananiuliza, Mungu atawezaje kutumia the same chombo na shetani atumie the same chombo? I would like to clarify this. Kwamba Mungu anaweza kutumia that same, shetani atumie vessel na Mungu aitumie hiyo vessel. Kwa maana what is important is what they are giving out. Sio the you know, our bodies are kama mili yetu ni kama tu gari. Kama nikipa gari yangu mahali nikupatie funguo za gari yangu, si utaenda tu uendeshe. Kwa hivyo mili yetu ni kama gari. Kama tunataka, kama inaendeshwa na shetani ataenda tu. Kama inaendeshwa na Mungu ataendesha tu. So hapo sasa watu wasiulize, wasikuwa kiuliza itakuwaje mtu atumiwe. So hiyo ndio sasa tofauti yake. Aliponiambia ni Yesu, hiyo siku, kutoka hiyo siku tukaanza kusoma. Ananiambia sana, nifunza, ananiletea, tunachukua Biblia, anasema lete Biblia, tunaendelea kusoma na watoto wangu tukawekwa shule, tukaanza kusoma, anaanza kutuliza maswali, akitufunza akatuliza maswali. Nakumbuka siku moja aliniambia, nenda kwa bedroom ya watoto. Pale umeweka vitabu. Na hapo chini utapata karatasi moja itakuwa hapo ya blue. Iko na maandishi. Hiyo karatasi nataka iweko kwa sitting room, ikuwe hang kwa sitting room. Nikamuuliza, hiyo karatasi nitahang wapi? Kwa sababu hata siku anajua nini hiyo. Utahang kwa sitting room, karibu na pale kuna picha ya nini, ya family. Sasa nilivyofanya mimi, nikaenda kwa hiyo bedroom ya watoto, nikainua vitabu, nikakuta ile karatasi majina ya Mungu yako, ile wanaandika Jehova, and then the list of the rest. Hiyo sasa ananiambia niweke kwa ukuta. Nikajua kumbe it's very important. Nikaiweka kwa ukuta, nikaona inakaa vibaya, nikaenda nikatengeneza big frame na nikaandika hiyo majina vizuri nikaweka. Kwa hivyo anaweza kukuongelesha, anaweza kukutuma vitu ujui, anaweza ndio sasa msichana tukiwa na yeye tukaanza sasa hapo kupigana. Tukipigana Yesu anakuja, kupigana Yesu anakuja. Lakini siku moja Yesu alinichukua akanipeleka mbinguni. Siku ina tunaenda tusielewi tunaenda namna gani, tukaenda mbinguni. Nilijua ni mbinguni kwa sababu nilikuwa nimetumwa na Mungu Baba. Ninajua watu wanasema hauwezi kumwona Mungu Baba, hauwezi. Hiyo sasa ni vile Mungu, ni vile utajipanga na Mungu wako, lakini nilikuwa nimeitwa na Mungu Baba. Nilipofika kule, nilipofika huko nikaanza kutembea. Yesu nikaonyeshwa mahali kuzuri, nikatembezwa barabara za dhahabu. Uzuri wa mbinguni sio kitu naweza kueleza kwa hii lugha yetu. Ni kitu ambayo iko beyond. Sio kitu naweza kueleza, yani ni utakatifu wa ajabu. Kila kitu ni takatifu, kila mahali ni kutakatifu huko. Kwa hivyo utajuaje umeenda mbinguni? Kwa sababu utajua, hauwezi so kwa hivyo nimepelekwa huko mara nyingi sana. Nikapelekwa wakati mwingine amenipeleka. Nimepelekwa huko, nikaona ile sanctuary inatungoja. Kule tutakuwa tu praise na worship. Ni viti nyingi za dhahabu. Nyingi za benches za dhahabu, na zinainuka hivi zikiteremka, zikiinuka the whole ile kanisa yote is a big sanctuary. Yani kubwa mpaka inafika kama kule dunia inaishia hivi ile ukiangalia macho hizi. Alafu kwa kila upande command, kwa hizo viti command na malaika na pande malaika. Alafu maua zimeweka hapo kama zile wanafungia kama harusi. Wameweka kwa kila bench. Ukiangalia hiyo kitu hata huwezi kueleza. Hizo viti zinainuka hivi ziteremka. Hazina mtu, they are empty. Zinatusubiri sisi. Zinatusubiri sisi. Hii sio ile nilikuwa nimetumanwa kwenda kuona Baba. Hii ndio siku nilitembezwa huko. Wakati wa kwanza sasa Yesu alikuja, nikiwa nikiomba. Nikaona mikono mikubwa imejaa ukuta. Inakuja kunikaribia. Nikawa sasa hapa sijaelewa hapo. Ni sasa bado mimi ni mgeni, ananifunza vitu zingine sisiki. In fact, alipokuwa akiendelea kunifunza alikuwa ananiambia wewe
wewe ni pumpkin head, yani malenge, yani ushiki, kwa sababu nilikuwa na vitu ngumu, narudia tena namuuliza, narudia tena, na yeye anapenda kuulizwa maswali. Yesu anapenda maswali sana. Aliponichukua hivi na hizo mikono, aliniweka hapa. Hiyo siku tulipanda tukaenda mpaka mbinguni. Tena tukiwa hapa aliniambia, nataka unitumikie. Nataka unitumikie na nina kazi nzuri na nyingi kwako. Na wakati ananiambia hivyo, na najiangalia huko nimetoka, najiona niko kitu kadogo kule chini. Kule alikuwa akiniambia tumeenda sasa. Wakati mwingine alichukua, niliona tu bar za dhahabu, hii bar, lakini kubwa hivi kama hizi zinajenga nyumba zina column hizo. Ikakuja ikaniinua moja. Kabla iniinue alikuwa ameniambia nikanyage step remover. Step remover nikaleka kitu kadogo. Hata nikashindwa. Step remover na uzito wangu sijui. Lakini sasa sababu ni amesema sinifanye hivyo. Nikakanyaga step remover. Ilikuwa tu kwa floor, sijui ilikuwaje kwa floor, lakini unajua saa nyingine ukiwa na watoto iko hapo kwa floor. Nilikanyaga. Hiyo step remover ikawa kama vile stapler. Wala unajua stapler, ukitaka kuweka staples unafungua hivi na kwa ndefu, alafu naweka staples. Sasa ikajifungua hii step remover, ikajifungua hivyo. Nikawa nimekanyaga hapa juu kwa step remover. Ndio sasa hizo bars zilikuja, ikanichota kutoka kwa step remover. Nikainuliwa zikibadilishwa. Hapo nikafika mbinguni. Kufika mbinguni hivyo ni mara nyingi sana, hiyo ni moja. Sasa tukaenda hivyo, nikawa nimefika huko. Huo wakati ndio nilikuwa nimeitwa na Mungu Baba. Nikaenda pale, alikuwa na Mungu Baba anakuwa kama, sijui kama mmeona hii monument ya Kenyatta iko KICC. Unaona tu, lakini hauwezi kuona kabisa mtu. Unaona umbo kama vile Kenyatta pale anaonekana. Na pale yeye ni dhahabu. Ni dhahabu kabisa. Utaona tu ukiona mtu akicheki unajua ndio hapo. Akaniuliza, unataka nikufanyie nini? Nikamwambia vitu tatu. Vitu tatu tu. Ana sijui kunakuwa ni kama kumepimwa. Huwezi kuropokwa pale. Unakuwa ni kama lazima yani kuna vile tu unaongea. Kule kuna mipangilio. Nikamwambia vitu tatu. Huwezi kwenda hapo akuulize. Wengine wa Kristo tunakuwa hatujui vile tunafanya. Yesu anakuuliza unataka nikufanyie nini? Unahesabu vitu tatu. Mtu anakuuliza, hata wa leo watu nikienda mtu namuombea, nikimuuliza unahitaji nikuombee nini? Ati yangu ana kazi, wife ya brother yangu sijui what. Those are not the things we go to tell God. Tell God what is asking you. Kama anakuuliza unataka nini? Ongea vitu zile zako za muhimu. Uweze kwanza kuuliza anko zako huko, anti zingine. Sasa inakuwa ni kitu mrefu, hata Yesu anakuangalia tu. But anajua shida yako. Hiyo ni mara moja nikaenda. So after nilimaliza kuongea na yeye, kumwambia hivyo. Kumbukeni naona face, naona ile monument. Mkumbuke hivyo. Nikakuja tena from where ile bars zilikuwa zimenifikisha. Nilipokuja hapo, sasa nilikuwa nashindwa nitaendaje. Unajua sisi tuna maswali mengi sana. Na ndio tunaambiwa tufikirie habari ya leo, tusianze kuingia huko kesho na kesho kuta na mtondogo. Sasa nikaanza kuwa najiuliza, na zile bars zililete nitaendaje sasa? Nikakuja, nikafika mahali sasa zilinifikisha. Hapo ndipo niliona lift. Lift kadogo tu kanatosha one person. Ndio nikaingia. Na hapo lift ni utukufu. Pande hii na pande hii unaweza kurusha kutoa mkono nje. Hata hiyo base yake ni utukufu, lakini umekanyaga tu. Ikanirudisha my place of prayer. I just want to mention the few of those times that nataka kusema ile wakati nimeenda huko kwa wingi. Wakati mwingine nilikuwa niko kwa maombi. Kila mara ananichukua nikiwa kwa maombi. Na watu wananiuliza, hiyo mbinguni unaenda unakuwa
lala, ama mimi naenda nikiwa kwa maombi na ninaenda. Kwa hivyo kwa sababu Mungu kwanza Yesu aliniambia nikupeleke mbinguni, siku ile alinibeba. In my mind nilikuwa nakumbuka kwamba ukienda mbinguni unakuwa umekufa ama utakufa. Lakini ile pale alikuwa ananiulizia ule uwepo wa pale, hakuna kitu wa kusema hapana, unasema ndio. Wakati mwingine nilikuwa naomba, nikaona mbingu zimefunguka, nikawa namwagiliwa dhahabu nyingi na kuja na namwagiliwa. Kwenye hii dhahabu kumbe kulikuwa na malaika. Hao malaika wakaanza kunipass. Naona kama vile watu wa mjengo wanapass ile kara ya kokoto hivi. Sasa wakaanza kunipass hivi, wakinipass hivi mpaka nikafika mahali kama hapa hivi mbinguni. Nikafika hapo nikaona miguu za Yesu ndio hizi. Na nikaona ile shimo ambapo alipigwa msumari. Na yeye mwenyewe akanivuta hivi nikaingia ndani, akanivuta hivi nikaingia ndani yake. Nilipokuwa nikimwangalia, niliangalia kichwa, nilikuwa naangalia mikono, nikaona hizo mashimo. Alafu nikaangalia kichwa yake nione ile kofia ya miba. Lakini sikuona kofia ya miba. Niliona utukufu. Ile nini na ringi naenda ikizunguka hivi utukufu wake. Akanivuta hivi, akaniingiza nikatoshea na ndani yake. Kabisa. Sasa nikawa nimetoshea yeye, mpaka hizo mashimo niko nazo, hiyo kofia niko nayo, miguu imedungwa ile yani vile yuko nimetoshea hivyo. Alafu akanitoa. Aliponitoa nilikuwa exactly kama yeye but a smaller version. Just like me. Akaniambia kutoka leo mahali popote utakapokuwa itakuwa ni hekalu langu. Basi akanipeleka chini na akanionyesha nikiwa kama stage, kama vile stage na kwangapo watu wakifanya michezo ile, unaweza kuona stima imetoka mahali pamoja inakumulika, ukienda hivi nakufuata, ukienda hivi nakufuata. Ndio hiyo sasa. Sasa nikawa nimemulikiwa na stima kama hiyo. Ndio hapo aliniambia, ikanizunguka mwangaza hivi. Akaniambia pale utakapokuwa na mimi itakuwa ni hekalu. So from there I understood that you have to believe. If you don't believe usipoamini haina kazi. Lakini ukiamini neno la Mungu, ukiamini vile umeambiwa inafanya kazi. Kwa hivyo ninajua na naamini kwamba mahali popote nitakapoenda utukufu wa Mungu utakuwa pale. Wakati mwingine ndio tujafika kwenda kuzimu, hapo tutaenda pia. Nataka tunieleze kwenda mbinguni. Wakati mwingine ambapo nienda mbinguni, si kwenda wakati usiende mbinguni. Yesu alifanya jambo la kushangaza. Alinitumia mama kutoka Amerika, North Carolina. Na mimi huyu mama simjui wala hatujuani na yeye. Lakini Mungu alikuwa ameniambia mbeleni kwamba anataka kunituma kwa mataifa. Na alipokuwa shule pale, mkubwa wetu wa hiyo wanaitwa head of department, alikuwa ameongea na board, wakamruhusu kwamba alikuwa anapeleka watu nje kuona jinsi biashara inavyofanywa. Kwa hivyo mimi nilikuwa nimetembea, passport yangu ilikuwa imepigwa mihuri kila mahali. Maana nilikuwa nimeenda US, nikaenda Europe, hizo towns hizo Europe, tukaenda Israel, nikaona huko kote alikuwa ametupeleka. Kila mwaka tunaenda. Na marafiki zangu kazini wanauliza, na hii nafasi unapataga ya kwenda huko? Nikamwambia sasa mlezi mkuje msome ndio tuenda nyinyi hapo sijui. Kwa hivyo aliponiambia nitakutuma, tayari passport yangu ilikuwa imejaa mihuri ya kila mahali. Na unajua ukienda kuomba visa, wanaangalia passport. Kama hujatembea, kama passport yako ni mpya hivyo, hiyo wanaanza tayari kukutoa marks. Na maswali mingi sana. Kabisa. Lakini mimi ndio kwanza kwenda sasa kwa ajili ya kazi ya Yesu. Watu hakuna maswali, passport zinaisha tunachukua nyingine. Unaona? Huyu mama alitoka US akakuja kwangu. I'm telling you some vitu zingine za ajabu. Akakuja kwangu, hatujuani wala ilienda tu hivyo, kakuwa Mungu ni waajabu, mambo anafanya hivi, wewe mwenyewe utabaki kushangaa. Mama mzungu akaja kwa nyumba yangu. Huyu mama alikuwa 63 years old.
alipokuja after 3, by the way alikuja na nguo zake zote zimeenda nini, sanduku moja ilienda Nigeria, ingine kaenda Europe, kapoteza bagi zake. Akikuja, unajua kama unafanya kazi ya Mungu uwe tayari kwa shetani kupambana na wewe pia. Kama unamfanyia Mungu kazi, shetani atakuwa na wewe 100%. Kwa hivyo hapo ndio ujiweke bidii kabisa, uangalie nguo zake zilikuwa zikaenda all over. Ndio tukangoja airport watupigie siku wakizipata tukuje. Basi alipokuja the third day, we are talking, the third day nimeamka ninaomba 4:20 in the morning. Nikiwa ninaomba nikaona mama ana roll, I am not asleep, this is a vision, ana roll a big stone of gold. Na hiyo big stone of gold ni kama a size of a normal bedroom. Ana roll that stone towards me. Nikaenda nikaamka. Nikashikilia stone because I saw her rolling it from the other side. Anaitwa Jeanette. Nikaamka nikaishikilia ile jiwe, ile dhahabu. Na Yesu hapo akaongea. Akaniambia, Elizabeth, umekuwa faithful na kidogo, lakini sasa nimelete hii ni anointing yangu kwako. Wakati mtu atakuja kwako akiwa na shida, utascoop, unajua nakaleta ka spade. Si unajua ile kamwiko mnao tukipima nayo unga ile ya kupima, wanapima nayo mahindi na maharagwe hiyo. Akaniambia ukitoa tu kijiko moja umwekee mtu, ukienda kutoa na hiyo ukimwekea mtu imetosha kila kitu anahitaji. Mahitaji yake yote yanatosha na hiyo dhahabu. Ukienda ukimaliza hiyo, ukichota umwekee mwingine, hii ya kwanza umechota na najaza, na nyingine ukienda tu kuchota ukiwapatia najaza. Kwa hivyo hiyo dhahabu sio kitu akuja kuisha. Mpaka saa hii iko tu naendelea kuchotea watu. Huyu mwanamke akaniambia 1999 alikuwa ameenda kwa seminar. Sasa niseme kwa upesi tu, walikuwa ameenda kwa seminar for 2 weeks, and for those 2 weeks hajakaa kwa darasa. Alikuwa anaingia tu anafanya maombi, alafu anapelekwa kwa mlima kuchimba dhahabu. Alichimba hiyo dhahabu, akachimba. This is an American woman, simjui, tumeonana, ameletwa kwangu, tumeona tu anachimba dhahabu, akachimba. Na siku moja alikuwa amepewa wheelbarrow na akapewa hiyo spade na akapewa jembe. Yeye anachimba, ako kwa seminar. Anachimba akiweka akibeba na wheelbarrow akienda kutupa karibu na bahari. Alipochimba akafika siku moja, akafika ukuta sasa jiwe. Akafika jiwe. Akasema hapa hii jembe haiwezi. Akapewa kale kapeki, kale kana hivi. Kana dunga. Akadunga, kukatoka dhahabu, that kashimo ni kadogo hivi. Kukatoka dhahabu inalia ikamwagikia. Lakini akamwambia Mungu, ninahitaji kitu kikubwa nitoe hii dhahabu. Sasa hapo ndio alipewa compressor. Ile wanachimba nayo mawe hivi. Aliweka hapo, akachimba, akatoa dhahabu nyingi sana. Na akaambiwa hiyo ndio alikuwa ananiletea sasa 1999. Sasa analeta huku 20 something. Ndio hiyo dhahabu ilikuja huku kutoka huko. You can imagine how God can. So this lady now, and in my whole life nilikuwa nafikiri wakati nitakutana na wazungu mambo yangu, mashida zangu zimeisha. Nikikuta kwanza Muamerika, ukifikiri dola ikikuja, friends, Yesu alinipeleka mahali hao watu ni maskini kabisa. Maskini, like huyo rafiki yangu anaishi kwa garage. Wakati nilienda huko, huyo mama na bwanake US, nikwambie hivyo. Kwa garage. Wakati mwingine naenda anaishi kwa garage. Wakati mwingine na huko naenda, sijui hao Mungu alinifanyia namna gani. Mimi I go to US like every year. Na hao mama marafiki zangu ni maskini kabisa. Hata wengine nafika huko ninatoa pesa kidogo niwalipie stima. I never imagined my whole life kwamba kuna watu wanaishi hivyo Amerika. Manyumba zile za mbao zinakaa kama nitaka kuanguka. So nikakuta huyo mama. So when she was leaving, the Lord told me nimrudishie pesa ya ndege na nimpatie wengine. Kwa sababu akitoka kule use ticket, akasema Mungu atajaza. Hako ana pesa hata yeye. Hizi pesa nikampatia, I almost close my account.
nikampatia dollars 168, yani 1680 nikampatia as ya 1608 years. Nikamwekea kwa basha, nikamwambia Yesu alikuwa ameniambia hii basha usifungue mpaka uingie kwa ndege. Alipoingia kwa ndege aliniambia ulifungua hiyo basha, akalia machozi kwa sababu hajawahi kuona miujiza kama hiyo ya pesa kiasi hiyo. Kwa hivyo ndio sasa muelewe, mimi naenda Amerika, nakuja niko tu vile nimeenda, nakuja tu niko na njaa. Watu wanafikiri kutoka Amerika yeye umekuja, kuna watu wanateseka huko. Basi ningetaka sasa niingie kwa wakati huo naendelea kufunzwa na Yesu, anaendelea kunifunza, ndio ananipeleka huko. Nataka niingie, ndio siku moja aliniambia nataka nikupeleke kuzimu. Mimi nasikia watu wakisema kuzimu kuna harufu, nikawa mimi sijapendelea sana kwenda kuzimu. Lakini sijamwambia sitaki kwenda kwa sababu tulikuwa tumeenda mbinguni, tumeona. Akaniambia twende. Tukaenda chini kabisa. Na akaniambia tukafika huko, nasikia tu ananionyesha kule moto huko, ni kama bahari, ananionyesha kule ndio moto. Itakuwa the lake of fire. Lakini sijakuleta huko mimi. Mimi nakuleta kwa kazi tofauti. Ukiona kila apostle anakuwa na ujumbe tofauti kuliko apostle mwingine. Kwa hivyo mimi akanionyesha hizo basements. Akaniambia unaona hizi kutoka hapa juu from where pale tumesimama sasa kuna gorofa 12. Na hizo gorofa ni size tu kama ya dunia. Na unajua kama CD. Akaniambia huku ndio nini watu wangu wanafungiwa. So hiyo kazi nataka kukupatia. Alikuwa ameniambia siku moja, nikaona ndarudi tu hapo. Siku moja nikaona amekuja na beetle. Tuli tugai tudogo hivi. Akakuja akasimama on the side of the road. Akaniambia nauliza kwa fulani. Nikamwambia kawaida sisi vile tunafanya. Utaenda hivi straight, ukipiga kona hivi hapo ndio kwako, kwa sababu alikuwa my former MP. Okay. Kwa hivyo ni mtu najua na ninajua kwake. Nilipomwambia Yesu aende hivi apige, mimi sikuwa najua ni Yesu. Sometimes let's be careful, tukue very waangalifu. Kwa maana Yesu anaweza kuja na mtoto chokora, anaweza kuja mtu mlevi, anaweza kuja mtu amevaa mavitambara. Yesu anaweza kuja na any form. Ile important ni what is he talking. Huyo mtu anakuambia nini? Kwa hivyo tukawa waangalifu sana. Unaweza kutana na Yesu, unaweza kuwa umekutana naye hata mara nyingi na hujamuongelesha kwa sababu umeona hafai. Sasa tuka nini? Ndio nasema hapa tuko kwenda chini ni gorofa hizo 12. Akanionyesha. Tukarudi. Siku nyingine sasa tunapigana na msichana wangu. Tunapigana tu, tulikuwa tupeana msichana. Nikaona nimechukuliwa. Na nikaambiwa njoo nikuonyeshe pale msichana wako yuko. Nikaenda gorofa ya kwanza. Yaani ukiingia tu hivi hapa ground gorofa ya kwanza, nikaingia hapo. Nikakuta watu wamewekwa kwa majeneza. Watu wamewekwa kwa majeneza, mamilioni, watu wengi wamewekwa kwa jeneza. Unajua mtu akiwa amekufa tunamweka kwa jeneza, si ndio? Na mtu akiwa amekufa kiroho naye yuko kwa jeneza. Mtu ajua kwa jeneza, ule mtu hajaokoka leo hii ajua anaishi kwa jeneza. Hiyo jeneza inakulimit from what you can do. Ndio sasa niulize, ambaye wewe uko na CEO ambaye hajaokoka, anakupeleka wapi? CEO ofisi tu tuseme, anakupeleka wapi? Ni nini hata atakuja ataweza kuongoza? Na kama uko na kiongozi ambaye ako kwa coffin, tujiulize hivyo. Hizo makofi ndio sasa watu wanateseka. Akanionyesha, nikaenda huko, akaniambia nifungue hizo kofi. Nikachukua kuna kakitu kakisu kwa nail cutter. Akaniambia nifungue nayo. Nikifungua hivi kana waka moto. Nikatoa watu. Ninatoa tu watu wachache. Kila coffin vitu za shetani.
anaweka watu 2, 3, 4. Na in that coffin hakuna kupumua, mnakaa tu ni kama mnangoja kufa. Okay. Watu wameteseka. Nikatoa about 3-4 coffins. Nikitoa hiyo ingine nikakuta msichana wangu wako ndani kwa hiyo coffin. Msichana yule house girl. Yes. Nikamtoa. Nilipomtoa nikaachia kazi hapo. Unajua kuna kuanga na mipangilio kama vile nimesema. Sasa nikawalete, nikaonyeshwa jinsi na stahili kufanya. Akanipeleka mahali kuna white tent. Ananiambia niende niwapeleke hao watu hapo. Kuwapeleka hapo alikuja na utukufu. Ile utukufu sasa the golden utukufu ukawarap kwa Westline. Ananiambia sasa akiwa rap hivyo wanakuwa tayari shetani kuwakaribia ni shida kidogo. Kwa maana wako na utukufu wa Mungu. Alafu akaniambia nishike mshipi, nishike hiyo belt wamefungwa, nishike. Akanionyesha some stairs za kuwapeleka. Hizi stairs ni za gold, upande ni moto. Kuna waka moto kabisa, lakini tunapitia hapo katikati. Na mapepo yako huku kando wanatamani wananipigia kelele, wewe unafanya nini, wewe unatusumbua, unakuja kuharibu kazi yetu. Wako on the side. Nikienda kufika mwisho nikakuta mto wa bahari. Mto wa damu. Ni mto mkubwa kwa upana, mkubwa sana. Ninashangaa nikisikia watu, nisikia mhubiri mwingine akisema, na hii damu mashina mkimwagia kila mahali kwa magari kwa barabara, kwani ilikuwa kiasi gani? Nikajua huyo hakuna kitu anajua. You cannot talk about blood of Jesus ni kiasi gani. Yeye anapima ile damu ya binadamu. Damu ya Yesu si kikombe tunapima binadamu. Ni damu nyingi. Hapo akanionyesha niwaingize hapo, niwaogeshe kwa damu yake. Ndio sasa nataka kurudi pale, alikuwa anauliza kwa former MP. Nikamwambia ni hivyo utaenda. Akaniambia wewe ingia tu alafu tu drive nao ukinionyesha. Nikamwambia sasa na hii gari yako inaweza tu kubeba watu 2. Hao watoto wangu wataenda wapi? Akaniambia ingia tu, mimi nitajua. Ujiulize ni mama mgani anaweza kuingia kwa gari aache watoto wake wakitembea. Hizo ni nguvu za Mungu sasa. Wako pale kwa pavement wanatembea watoto na wao umeingia kwa gari. Si kawaida. It will not happen. Sasa mimi nikaingia kwa ile gari. Nilipoingia hao watoto walikuwa wanaenda zaidi kutushinda. Akidrive kabisa akanyaga mafuta, wako mbele yetu zaidi na zaidi. Naona tu akienda. Lakini kwa dashboard nilikuta appointment letter. Appointment letter yangu ikiniambia, nikafungua kwa sababu ni barua yangu. Nikakuta hapo hiyo appointment letter akiniambia kwamba anataka kunipatia kazi ya kuosha watoto wake. Nataka kupatia kazi. Na hiyo bahasha ilikuwa imeandikwa na my maiden name, which nobody uses apart from my mother. Maiden name yangu. Alafu nikaona akaniambia nitaka kupatia kazi ya kuosha watoto. Niliposikia kuosha watoto sikuwa na shida. Mimi ni mama, nimezaa twins. Kwa hivyo kuogesha watoto hiyo si shida. Unaogesha, unamweka hapo. Unaogesha mwili, unaweka hapo, unachukua vazi, unapaka diaper, unafunga. Na kwanza wakati ilikuwa ni napi. Unafunga, unamweka pin. Si ndivyo? Aliposema hivyo mimi nikafikiri ni kitu rahisi hivyo. Lakini aliponipeleka pale watoto wanaoshewa. Ninaingiza kwa hiyo, naingiza hiyo damu. Niwaogeshe. Alafu niwavukishe pandele nyingine na yeye akuje awabariki. Hawa sasa ni watu wale wanakuwa wametoka kwa hiyo hali. Watu wale wanafungiwa kwa hizo coffins. Wale wanafungiwa huko ni watu ambao tuko na wao. Our own children, our brothers and sisters. Hawa watu ni wengi, karibu kila familia inakuwa na mmoja tu. Sasa ambao nilifunguka macho, nimeanza kuangalia na nikisikia watu wakuja kuniambia niwaombee, najua huyu the brother is in that place. Hawa watu tunakuwa na wao, they are our relatives, mainly brothers. Mmekuwa same experience, mmeenda shule pamoja, wazazi wenu wameweka pamoja, hajakuja kuseparate. Lakini nafika mahali huyu brother anakuwa ako tu hivyo, your brother ako tu hivyo. Kazi yake ni kulewa na kuoa bibi. Huyu anaenda akiwa na mtoto mmoja. Mkimuuliza anasema nitamwendea. Anaoa mwingine, huyu anaenda na watu 2.
Amezekea hapa anakuja anaambia nichangieni pesa mnianzie kabiashara. Mnamchangia pesa, anawaambia nataka kwanza kabiashara ka M-Pesa. Mnamchangia, mnampatia nini? Capital. Anaanza. Akishaanza hiyo biashara, after 6 months inaisha. Sasa mnamuuliza nini? Mkuja nyumbani muachie mamka kitu, ndio anamkuja anaambia najua walikuwa hapa nipatile nigawie ile fanya nini ulipewa. Kwa hivyo wamekuwa ni wasumbufu nyumbani hao jamaa ambao wako hizo coffins. Kama ni dada utakuta wanazaa tu, amezaa mtoto mmoja, mkiuliza hakuna, anakaa hivyo, wa pili, wa tatu, sasa anakuwa ni wa nyumbani na watoto wake. Kwa hivyo hao watu mkiwaona mko nao kwa familia, mjue ni hao wako kwa coffins. Hizi coffins kuna mpango mzuri kule kuzimu kwamba kuna plantation ya miti, plantation kubwa kabisa, na hii plantation iko na mountain places. So vile nafanyika, watu ambao wameshikwa na shetani wanafanya kazi ya kupanda hiyo miti. Wanaenda, mtu anapewa mti kwa nasari, anakuja apande, na anaendea tu maji kidogo tuko kule chini, na ile container anaendea nayo imetoboka. Kwa hivyo lazima akimbia jaribu kufikisha ale mti. Na watu wote wanaenda, watu wote wale wameshikwa wako na pepo linawapiga. Kwa shetani hakuna kizuri tafanya. Wanapigwa. Sasa hao ndio wenye kupanda miti. Hiyo miti kuna watu wa kuharvest. Watu wakuja kukata hiyo miti ndio watengeneze ikue mbao. Wakitengeneza ikue mbao, ni factory mzima, yani mahali pakubwa kabisa. Ikikuwa mbao, kuna wale wanatengeneza hizo jeneza. Maana hizo jeneza zinahitajika upesi. Ukiona watoto vijana wetu ambapo wanaenda hizi disco. Wakienda hizo disco wana dance. Shetani zingine ananichukia kabisa. Ananiambia funga hiyo mdomo yako, unaambia watu nini? Watu wako hizo disco wana dance. Sasa wengine wanapuliziwa moshi. Shetani amejenga milango huko. Anawachukua tu hivi, wanatumbukia. Unaweza kuona mtoto ni mzuri, alikuwa shule, alikuwa anaendelea vizuri, lakini ameacha shule. Amekaa nyumbani. Wengi wanajifungia kwa bedroom. Mkienda kulala usiku, anaamka saa 8, anaenda jikoni. Anachukua chakula. Ile kitu imeharibu nini inaitwa microwave. Unajua lazima waumie chakula. Akipasha moto sasa, si wazazi watasikia. Afadhali ikule ikiwa baridi. Kwa hivyo ni hawa watoto wako huko. Na usiache kumwombea mtoto, usiseme tabia yake imeharibika. Mtoto wako amechukuliwa. Mtoto anaweza kuwa akienda shule, aende shule akirudi si yeye. Na wewe unaendelea kudini na huyo mtu na si yeye. Ni mtoto ni yeye lakini si yeye. Yule aliyekuwa ashatolewa. Kwa hivyo ningependa watu waelewe hizi vitu. Najua kwamba Mungu amefungua njia. Mimi alinituma. Aliniita mbinguni, akanianoint. Na akaniambia ninakutuma na huu ujumbe ukaambie watu. Lakini watu kusikiliza nao na kuamini ngumu sana. Sasa hii gorofa ya pili, ya kwanza iko hivyo. Ni huzuni sana. Gorofa ya nne ni mbaya. Unakuta wamama wanakuwa raped na demons. It's a very bad place to see. Unajua it's a big place. Wanakuwa raped na demons. Nilipoenda huko nikasikia vibaya, wakastraight wote hao mapepo. Unachukua panga Roho Mtakatifu unapitisha hivi wote. Pepo moja ikakuja, mkubwa wao akakuja akanuza, unafikiri unafanya nini? What do you think you are doing? Nikamwambia niko na right ya kufanya hivyo. Kwa hivyo mimi nikienda kuzimu, manake mimi naenda kuzimu almost like every day. Nikienda kuwatoa watu. Even today? Yes. Nikienda kutoa watu. Na huko kuzimu wananiita ule mama wazimu. Mama wazimu ati amekuja. Wanatoroka. Wanaogopa. So hiyo gorofa ya 4 ni mbaya, na gorofa ya 5 men are being sodomized by demons. Wameshikishwa huko maukuta. I mean, it's just so bad. So imagine. So today, if you still go there, how do you go there? I mean, as you sleep? I go, no. I pray. I go now. Unajua sasa nimekuwa mtu wa kwenda huko, so I sit and pray and just ask that I'm taking this trip, and I start by ni maombi. Nina start kwa dunia hii yote, dunia nina disable
anybody ambao mapepo unajua inashikilia binadamu. Kuzimu kwa Kiingereza ni hell. Kuzimu. Kuzimu. Si ni hell. Hell. So you go every day. If unless I'm traveling, sometimes naweza kuwa nimetravel nikosa nafasi. Okay. Yeah, but I purpose to go every day. Okay. Sometimes when I'm traveling I don't go. So I go. Alafu tena kuna hiyo ni ghorofa nimekwambia nazukaruka tu because we have to people will have to buy the book so that they can see them in details. Ghorofa nimekwambia ghorofa 4 ni mbaya. Zote ni mbaya. Ghorofa 5 ni hiyo. Naona. Ghorofa ya 10 huko nilienda. Mabakuli, masufuria makubwa yamewekwa kwa moto mkubwa. Mapepo yanadunga binadamu kwa mgongo na ile fork na ile ya kulima ile wanadunga na sio ile hivi. Kuna zile za kulima hivi kama mnajua kama rake lakini ni inadunga hivi. Wanadunga kwa backbone, wanadunga hivi. So hizo masufuria zinaingia kama 5 people. Wanadungwa wanaingizwa huko. Alafu wanatolewa nje kama mandazi, no? Wakishatolewa wanakuwa sasa alive tena. That is this. How do you feel watching that? Hey, I don't even watch it. Nikifika huko tu kitu wa kwanza hizo mabakuli zote nazimwaga hiyo mafuta yote. That's why anaita mtu wa wazimu. Alafu hao watu wote na watoa huko. Kutoka kwa hizo kazi. Hiyo ndio ghorofa ya 10. Mmoja na watu unajua? Yesu aliniambia kwa sababu nilimuuliza hiyo swali. Mbona watu naona huku siwajui, naona tu watu sijui. Akaniambia hawa watu si wa Kenya, hawa ni watu wa dunia mzima. Kwa hivyo kama sasa naenda kutoa watu inaweza nisha Kenyans, nishaona Kenyans, a few people nishaona Kenyans. Yeah, a few, very few. Because you can imagine the percentage ya Kenya na the whole world ni kitu kadogo hivi. Ndio upate mtu wa Kenya lazima umefuruga sana. Another thing sitaki kusahau. Shetani alikuja kwangu. Wakati nilikuwa nafunzwa na Yesu. Yesu ananipatia instructions. Mimi ninaongea na shetani anakuja kwangu akaniambia, Elizabeth, unajua sasa alikuwa anataka anitoe, alikuwa anajua ile kazi ninapewa. Alikuwa anataka anitoe kwa hiyo hali. Akaniambia nataka nikuwe nikupatia 50,000. Siwezi hata kuisema na Kiswahili. 50,000. 50,000. Yeah, 50,000. Alikuwa akaniambia nitakuwa nikupatia 50,000 na kila siku nitakupatia 50,000. Ndio na Yesu ananiambia what to ask. Ndio nikamuuliza, nikamwambia shetani, mimi najua wewe ni marketer. Ndio nipatie pesa yote na mimi nitafanya. Kitu nimwambia ni marketer, nikamwambia hata mimi najua marketing kidogo. Mimi yangu sasa ya kibinadamu. Na nikamwambia na anajua, nikamwambia ukienda kama ni dawa ya meno, Colgate for instance. Wana brush meno na kuosha vile yamekuwa meupe ndio wakuuzie. Ndio hivyo. Kwa hivyo lazima uonyeshe, hata tuna advertise ndio watu sawa wananunua na wakujua wameelewa. Nikamwambia ningetaka kujua, uniambie watu wale wako in your payroll, nisiingie kitu ya nini? Yesu ananiguide. Msijaribu kabisa kuongea na shetani. Don't try unless Jesus is with you, because he's so smart. Aliumbwa zamani kabisa. Ni warika na huko wa Yesu. Kwa hivyo na anajua mambo mengi sana. Anajua Biblia kutushinda sisi. Usijaribu kunegotiate na yeye unless unajua. So mimi nilikuwa nakuwa direct, nikamuuliza hii pesa unajua mimi ni banka, nikamwambia first nikamuuliza watu wale wako kwa payroll yako ndio nijue ni wagani. Uniambie watu ninajua, usiniambie mtu sijui mimi, kwa sababu mtu sijui sitajua kama ni ukweli. He gave me a name for 7 people. 7 people I knew. 7 people I knew. Some of them kama vile watu 7. Na vile tunaongea saa hii wengi washakufa. Wengi wamekufa. Ni watu walikuwa wanaendelea vizuri. Ni watu walikuwa wanaishi maisha ya kifahari. Akanipa majina ya hao watu ninajua mimi, nikaandika chini. Na akaniambia sasa nitakuwa nakupatia 50,000 kila siku. Ndio nikamuuliza hii pesa wewe unajua mimi ni banka.
na nikipeleka 50,000 leo kwa bank, hapo wataka hivi tu. Unajua wakati unafungua account kwa bank, kuna mahali unapewa ujaze, anakuja, will you be getting 10,000 kwa mwezi, 50,000 kwa mwezi, 100,000 kwa mwezi. Hapo ndio wanakamatia watu. Si umesema, ukishasema hiyo ndio unaweza kupata. Account yako inakuanga around there. Kama ni mtu wa mshahara ka 20,000 hapo. Na inakaa hivyo, unakuja unatoka na rudia tena hivyo. Kama wewe ni mtu wa biashara kidogo kidogo, unaweza kuingiza per day, unaete 55,000, 10,000 hivyo. Lakini kama wewe, kama sasa mimi nikamwambia mimi sijakuwa mtu wa biashara, nitapeleka 50,000 leo. 50,000 ndio siku nyingine. Hii siku nyingine unasikia tu manager anakupigia simu. Elizabeth, I would like to have coffee with you. Ukipiga simu na manager wa bank, unajua kuna kesi. Ile anataka kukuuzia loan ama anataka umwambie hii pesa unatoa wapi. What do you do? Hii 50 ya kila siku unatoa wapi? Mnafanya kazi gani? Mimi sasa. Si ndio sasa manager atataka kujua. Anataka kujua hii 50 unaweka kila siku. Kwa sababu kazi ya 50. Yeah. Na kazi ya bank is supposed to filter money laundering isingie, because bank is the door ya pesa kuingia Kenya. Banks. So they are supposed to see, ukipokea watakuuliza. Ndio wazuie money laundering, ile pesa imeuza madawa. Maana unaweza kuwa mkora unaweka 250 kila siku. Yeah. Mimi nikamwambia hiyo, sasa akaniambia acha nikwambie na uache kuwa mjinga. Shetani pia ana matusi nyingi sana. Akaniambia na uache kuwa mjinga. Hii pesa utakuwa unaweka kwa nyumba. Nikamwambia, hata ndio kazi nyingi. Shetani, sasa unajua ni vizuri saingia kiongea habari ya pesa, mimi najua bundle kama hii ni 1 million, najua. Sasa hii 50,000 sitafika iko 1 million. Haya, niweke pale another one. Alafu tutakuwa tunaishi namna gani? Akaniambia unaweka mpaka kwa kiti. Kwa viti zote. Watu wanakuja wanakalia, hawezi kuona hiyo pesa, hata hawezi kuisikia, ni wewe tu peke yako unaziona. So akaniambia unafanya hivyo. Akaniambia unaweka zingine kwa gari, kwa buti huko na kwa umejaza. Ndio unasikia saa nyingine watu wana pesa tu wakienda kwa, na ile kitu nataka ukue ukifanya sana nayo ni kusaidia wale watoto wako na shida. Na hiyo pesa ikisaidia mtoto wako na shida, huyo mtoto amekuwa hooked up. Recruit. Yes. Ameanza kuwa recruited kwa hiyo kazi. Hiyo pesa ikijenga kanisa, ikikujiletea wewe mpasta, ukuje uonekane uko na shida sana, akuje aseme tasimamia hii kanisa, akujengee. Ama kama hajakujengea kwambie roof yote nipatie. Ama kama hajafanya hivyo kwambie nitakununulia viti, nitakununulia vyombo. Kanisa lako limeingia mtandao. Uko kwa shetani kabisa. Sasa atakutumia, atakuwa anakuambia vile anataka. Na eventually utakuta you cannot do anything. Sasa ni ana control kanisa. Na makanisa nyingi ziko hivyo sasa. Mimi nilikuwa nikiangalia TV hivi. Yesu ananiambia si naangalia labda ni mtu mhubiri na ubiri. Ananiwekea mhubiri ka small, kama vile ukifanya na kompyuta kuna kale ka window. Ananyosha ka window. Ninaona uwe mhubiri jinsi alivyo na hapa jinsi alivyo. Vile anaendelea kuhubiria watu, alafu ananionyesha the real person. Sasa nikawa wachungaji wengi nimewajua mapema tu. Haya. Naye shetani naye ako ghorofa ya 12. Ghorofa ya 12 nilienda ghorofa. Alikuwa ameniambia yeye mwenyewe, hii kitu inaisha kwa ghorofa ya 7. Kwa sababu sasa ndio nikiendelea nitajua mambo mengi. Inaisha ghorofa ya 7. Mimi nikakuwa ni kama naona ni kweli, kwa sababu hii kazi ya kila ghorofa ni nyingi sana. Nilipoenda ghorofa hiyo ya 7, niliona the whole floor is a snake moving. Hivi. Na nimekuja hivi sasa nitaland wapi? Nikaambia Yesu nishikilie. Sasa nianze kuomba hii nyoka ifanye nini? Iondoke. Na wacha niwaambie, hii nyoka ni kitu kubwa, inatembea ulimwengu mzima. Huyo ni shetani, lakini in a form of a snake. Watu wako huko ndani wanafanya harusi, wana graduate, wanafanya nini, wanajenga makanisa, hakuna kitu. All these people wameshatekwa. Wengi unasikia njia kwenda mbinguni nyepesi, nyembamba kabisa. Kwa hivyo shetani alikuwa nilipofika ghorofa ya 7 nikakuta hiyo. Yesu akaniambia amekudanganya.
zinaenda mpaka ghorofa ngapi? 12. Nilipoenda ghorofa ya 8, nikitoka ya 7 kwenda ghorofa ya 8, nikakuta hiyo nyoka imekatwa mgongo ina bleed. Sasa hapo imeanza kushindwa. Lakini nilipoenda ghorofa ya 12, ghorofa ya 12 ndio shetani anaishi. Nilijaribu kuingia nikakuta siwezi, kwa sababu alikuwa mdomo ni kama samaki inverted, yani samaki mdomo inakwanga hivi. Lakini sasa imewekwa hivi. Na huko kando kila mahali ukiona samaki, all those pimples na kwanga on the side of the mouth zina grow kuwa nyoka. They were growing, zikuja kunishika mimi. Ndio nikaomba tena nifanywe nini? Nikuwe suspended. Nikatuma malaika 4 wako na upanga. Walipokuja sasa wanakata hizo nyoka hivi na mimi na step, kwa sababu yule msichana alikuwa kwa hiyo mdomo ya nyoka pale. Yule msichana alikuwa in many of those places, nilikuwa namkuta tu hapo kwa hiyo mdomo ya nyoka. Na sasa nataka kumtoa na siwezi, kwa sababu siwezi kuingia, siwezi kufikia hapo. Hizo nyoka zinataka kunifungia. Lakini mwishowe nilipokaribia kabisa, kwa sababu malaika walikuwa anakata, huyu akikata anakata tena, huyu akikata na akata tena, hivyo mpaka hakuna, inakuwa clear way. Nilipofika hapo kumchukua, hiyo nyoka ilimmeza. Nikasikia kama sauti ya maji mengi ikifanya nini, ikammeza. Lakini ipo mmeza, kwa sababu umemmeza ikafika kwa tail. Unajua sasa hii haija digest ama anything, imefika ikiwa hivyo. Ikainuka hivi. Ikakuja upande wa kwetu kama nini, a ball iko kwa contain, imekuwa circled in that snake ya hiyo nyoka, ngozi ya hiyo nyoka. Malaika wakakata hivi, hiyo kitu kaanguka chini. Hapo ndio tumepata msichana. Nikaenda kumchukua, kitu ikakuja kutoka huku juu ikamwagikia, inakaa kama inavutika, hata nikimchukua hivi anafunikwa hivi, lakini finally malaika wakanisaidia, nikamchukua nikamtoa hapo. Now I don't know that another thing very important jasema ya hiyo nini. Na mimi nafikiri we need to have part 2. Yeah. Maana hatuwezi, maana staki uruke, nataka tuende tu pole pole. Okay. Kwa hivyo maana naona muda wangu umeyoyoma tayari ushapita. I think we need to schedule some other more time. Okay. At least tuweze kujua after all this what would you advise people? Yes. I would also wish to know myself. Did you feel like it is okay to still go to hell even if hata kama unaenda kuwaombea? Do you still feel it's okay to go there? Kuna watu labda hukukosoa ama labda wanaona sio vizuri kwenda kupelekwa huko. Kupelekwa sasa kama Yesu mwenyewe, hii ni Easter. Kama Yesu mwenyewe ni huko alienda ili achukue funguo za shetani, ili aachie watumishi wake. Nitakosaje? Biblia inatuambia kwamba kazi ile Mungu Yesu alikuwa anafanya tutaifanya na zaidi. Kwa hivyo kama yeye mwenyewe alienda hizo siku 3 akaenda kuzimu akafungulia watu, sasa mimi nitaogopaje? Na mimi ni kati ya wale waliachiwa mamlaka na tukapewa funguo za kwenda huko kufungulia watu, watoe na shetani apate kuharakishwa. Kwa hivyo mimi sioni kama ni basi, ndio kazi nilipatiwa. All right. Good. I have so many questions. Na sitauliza leo maana najua nitakupea nafasi nyingine. Okay. I even see you have notes that labda hatatujaguzia. Maybe tutafikia hapo. Yeah. I see you also have a book. Yes, I've written a book. The Lord told me all this information anataka niweke kwa kitabu, ndio watu waweze kusoma, so that information ifike kwa watu kwa wingi. Hiyo kitabu nikawa sasa nimeandika hii kitabu. Hii ndio kitabu nimeandika. Okay. My visits to hell and to heaven. Sitaki tukizungumzia sana leo because I would want us to at least kwanza tumalize hii story. Okay. Alafu pale mwisho sasa tukiguzie maana najua kina mambo mingi sana. In fact yale tutaongea hapa is just nikupitia tu about 10% of what is here. Naona kiko na pages mingi sana. Yes. Kwa kumaanisha kimebeba
mambo ambayo labda hatuwezi analyze yote hapa, so that you can be able to read and as well as explaining to other people. Okay. Wacha nikupe nafasi ya kumalizia because I can see my time is not actually ishapita tayari. Okay. Wacha nikupe nafasi ya kutuaga, but be sure that I'll give you some more other time to come and do part 2 probably very soonest. Ili sababu sitaki iachane sana, ili tuweze kuwa na nafasi ya kuielewa, maana tukikimbiza ama ukatekate vitu zingine kuna kitu muhimu sana hawa watu hawataelewa, na ningetaka uwe na kila kitu. So even if it's the day after tomorrow, we shall have some more time to talk about it. I can come the day after tomorrow. That would be good, so that I don't atakusahau nilifikisha wapi. Sure. Kwa hivyo nataka niwaage. So the time I'll give them my contacts on the second part. On the second part. At least kwa sababu wataanza kuuliza maswali, na baadhi ya maswali watauliza tutayakava in part 2. Okay. Lakini maybe on your social media platforms unaweza kufuata. Okay. Kwa hivyo wasikilizaji, nimefurahi sana kuweza kuwa pamoja nanyi na kuwaletea ujumbe ambao ni ujumbe umetoka kwa Yesu, na kitu ya muhimu nataka mjue ni kwamba anaongea, Mungu anaongea na watu wake. Hakuna vile angetuweka hapa duniani atuache tu hivyo. Anaongea na sisi, na hata mkikumbuka wakati watume aliongea nao, alikuwa anawatembelea. Kwa hivyo kama alikuwa anawatembelea, kwa nini asikutembelea hata wewe? Kwa hivyo nasema ni asante, na ninajua tukimalizia ujumbe tutakuwa tumefikia mahali. Alright, asante sana. And I know by the time tunamalizia pia utaweza kujua ni vipi utajua Mungu anaongea. I mean, utajua. Maana hata labda ameongea leo na hujui. Kwa hiyo ni vizuri tutajua tukimalizia jinsi Wakristo wataacha kukosa kumtumainia Mungu sababu hawamuoni. Unajua kuna watu bado wako pale kwa kanisa wanashiriki, lakini bado ukimuuliza mwaona Mungu, sijamuona. Ni jinsi gani utafika kiwango cha kumuona Mungu, ama kiwango cha kukutana na yeye moja kwa moja, ama hata kutumiwa na yeye because most of us we don't even know kama ni Mungu anatutumia ama ni sisi tumejiita, because we've never experienced such. Kwa hivyo najua tutakuwa na session pia ya kuuliza maswali kadhaa. Maybe you can also use a comment section, our comment section, kuuliza maswali labda ambayo ungetaka nimuulize tukimalizia part 2. So tuko hapa. Thank you so much Apostle Elizabeth. May God bless you so much for that session. Ni muhimu kwa Wakristo. And so nafasi ya pili najua itapatikana because we need to cover that part 2 soonest as possible. I know producer will allow me to do that. Na sababu nimeona nikiendelea sitakuongezea muda mwingi na labda hatutaweza kuikava yote. So mbona liwafarodhi wala tu ogiririe tu katunegere hau tutikaye kuhanyokia nikafatoheanita part 2 andu akuhanyokia tumuime ihinda rĩa kugweta maundu macio mothe maundu marito muno nikirona ngirite ngithikiriria he maundu mendaga tu uthikiririe uthie wikite ati okahora na Ngai witu ni mwihokeku. So ugena mahinda mega na urathimwo muno makiria. May God bless you so much. Asanteni sana. Nigukuhete namba ya kule kwa Express Terrazzo Center, na namba ni 0798333000 na 0798333000. Ona kana kule ya mwena wa wewe kwenda safe box ukuigira kule kwa 0798008008. Ona kana wewe ufatara kule konza kuhudhuria namba ya 0798008008. Thank you so much Apostle Elizabeth. Asante sana na karibu tena hapa kwa Farodhi Wadhayo TV. Najua mambo ni mengi. I even know there will be so many comments, some positive, some negative. I have covered such back in 2018 or 19. Na nilikuja kujua Wakristiano ni watu tofauti sana. Wengine wako upande huu, wengine wako upande huu mwingine. But I always tell people yale mambo yalikuwa yanafanyika yenye huwa tunasoma kwa Biblia, even today inafanyika. Ni vile tu haijakufanyikia, imefanyikia mwingine. Kwa hivyo akitoa hiyo testimony unashinda mtu anapelekwa mbinguni aje, mtu anapelekwa hell aje. These things are rare and they are real, but as
Itadepend na vile sasa umeingiana na Mungu, because I believe in every testimony kuna wale watu Mungu hufunulia, hupea ufunuo wa kuielewa. And I think tutasoma hii pia kitabu ili tuweze kuelewa zaidi. So God bless you so much. Asanteni sana. Bye bye. Wĩ hau na nĩ ũraka nyũmba yaku ona kana cia gũkomborithia. Nyũmba tũthimiti na tiles tu, geria terrazzo ũmũthĩ. Nĩ njũĩ nĩ ũreyũria ici cirahũthĩka kũ. Ndũkamake, tũĩ haha nĩ ũndũ waku. No ũhũthĩre terrazzo kũgemia countertop cia riko, stairs, floor cia bafu, ona kana kwandĩka rĩtwa na logo ya biashara. Gũkũ kwa Express Terrazzo Center twĩna material ciothe cia gũthondeka terrazzo. Material ici nĩ ta thimiti wa white na iria ya kawaida. Twina polish, HCl acid, black and white strips, bao iria non-slip, brushes, misumari na ingĩ nyingĩ. At Express Terrazzo Center, we have 3 different colors of terrazzos. That is white, black and cream. Each color has 2 sizes. That is 3/16 and 1/4. We also have flower terrazzo for your decoration. Kwere meja wa Nairobi, turakũrehera o nginya harĩa ũrĩ. Wona wagũra material ici, tũcokaga tũgagwĩkĩrĩra na thogora mũbacĩrĩre biũ. Tũcerere haha Ruiru bypass Kamakis, hakuhĩ na RFH Hospital, kilomita 3 kuma roundabout, kana waranĩrie na ithuĩ kũgerera 0798 333 000. Express Terrazzo Center. You dream it, we fix it.